ذكري وفي مسجد أبو الخير هنا أم القرى يبقى كنور في الدجى يسري مع الآيات والذكر وفي مسجد أبو الخير هنا أم القرى يبقى كنور في الدجى يسري هنا انطلقت قوافلنا مع القرآن في الفجر وكم شهدت محاربنا. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunaendelea leo katika darsa ya 23 alhalqatu thalitha wal 20, na darsa leo ni mwendelezo wa aina ya majina ambayo yanairabiwa kwa huruf badala alharakat. Tulizungumzia jamu almudhakkar salim, tukazungumzia almuthanna, na leo tunahitimisha kwa aina ya mwisho ya majina ambayo yanaitwa alasmau sita. Hii darsa inaitwa alasmau sita. Majina haya ndo aina ya mwisho katika aina za majina ambazo yanairabiwa kwa alhuruf. Haya yanaitwa alasmau sita kwa sababu ni majina sita kweli, ni majina sita kweli, na ni majina ambayo kila moja lina maana yake, lakini yamekusanywa pamoja katika darsa moja kwa sababu muundo wake wa irabu uko pamoja na uko sawa sawa. Kwa hiyo ahkam zake ni moja, na majina haya sita ni mufrad, sio jama wala sio muthanna. Na asli kwa mufrad manake yairabiwe kwa harakati kama tulivyozungumza katika darasa zilizopita. Isipokuwa haya majina kuna baadhi ya hali inakuwa ni ngumu au haiwezekani kwa mujibu wa lugha ya Kiarabu kuirabiwa kwa harakati. Kwa hiyo mwisho wake kunakuwa kunairabiwa kwa huruf, ima waw au alif au ya. Kwa hiyo sisi tutajikita leo na hali ambazo majina haya huwa yanairabiwa kwa huruf, Kwa maana hiyo, kinyume na hali hizi ambazo tutazizungumza leo, kinyume na sura ambayo tutaelezea leo, majina hayo ukiyakuta katika hali ya kawaida, basi yatairabiwa kwa qaida amma, kwa mujibu wa kanuni ambayo tumezungumza kabla, ambayo ni kanuni ya mufrad, kwamba sheria yake ni yairabiwe kwa harakat, fatha na kasra na dhamma. Majina haya ni abun na akhun na hamun na fu na dhu na han. Abun, akhun, hamun, nafu na dhu na han. Abun ni baba, akhun ni kaka, hamun ni shemegi au mkwe wa kiume. Ikiwa utakusudia shemegi wa kike au mkwe wa kike, yani mamkwe, basi utasema hamah, na ili halituhusu neno hili ambalo ni la mwanamke. Si linatuhusu hili ambalo ni hamun, ambaye ni shemegi au mkwe wa kiume. Fu ni mdomo, na fu ni mdomo lakini unatamkwa kwa aina mbili au kwa namna mbili. Hili neno moja lakini lina matamshi mawili. Unaweza kutamka fu na unaweza kutamka famun, yani ukaifuta wawu ukaika mim. Ikiwa mwisho wake kutakuwa na mim, utaitamka kwa mim, maana ni ile moja, lakini itakuwa haliingii katika asmau sita, litakuwa linairabiwa kwa fatha na kasra na dhamma. Pindi ambapo utatamka kwa wawu, kwa hali kama hii ya wawu, yani kama mwisho wake kuna wawu au alif au ya, ukapendelea kutamka kwa namna kama hii, basi ndo hapo litaingia katika ahkam hizi. Na dhu manake ni mwenye. Kwa mfano ukisema dhu ilmin, mwenye elimu; dhul jahli, mwenye ujinga; dhul mali, mwenye mali. Ama hanun maana yake inatumika kama makalio au sehemu ya siri. Hukumu yake na namna ya kuirabu au ya kuyatia i'rabu ya majina ni wepesi. Katika upande wa jamu al-mudhakkar salim tulikuwa tuna i'rab, namna ya kutia i'rab ilikuwa katika hali ya rafa tunatia i'rab kwa waw, katika hali ya nasb na jar kwa ya. Haya al-asma'u sita yanafanana kidogo na namna ya i'rab ya jamu al-mudhakkar salim, isipokuwa tofauti yake katika hali ya nasb tu basi. Katika hali ya nasb haya al-asma'u sita yanapata nasb kwa alif na sio kwa ya. Kwa hiyo katika hali ya rafa inakuwa ni waw, hali ya nasb inakuwa ni alif, na hali ya jar inakuwa ni ya. Tofauti na jamu al-mudhakkar salim ambayo inakuwa ni ya katika hali mbili, katika nasb na jar. Hapa katika al-asma'u sita nasb inakuwa ni kwa alif, ya inakuwa katika hali ya jar. Tuchukue mfano, tunasema amara abuka akhaka bimulazamati dhi ilm. Amara abuka akhaka bimulazamati dhi ilm, amemwamrisha baba yako ndugu yako kuwaswahibu au kuswahibiana na mwenye elimu. Baba yako amemwamrisha ndugu yako asahibiane na mwenye elimu, yani awe karibu na mtu mwenye elimu, asikae karibu na watu wabaya, ili naye apate kujifunza.
Kwa hiyo tunakuta hapa abu ni fa'il, ni fa'il. Kwa hiyo imepata wao, imekuja abu, haikuja aba au abi, imekuja wao mwisho kwa sababu ni marfu'. Kwa hiyo nasema fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi alwaw niyabatan an dhamma. Hii wao imekuja kukaa niaba ya dhamma kwa sababu asli ya raf'i ni kwa dhamma, li'annahu min al-asma'i sita. Kwa nini ikairabiwa kwa wao? Kwa sababu ni katika al-asma'u sita ambayo yana ahkam maalum. Zain, na abu hapa ni mudhaf, ni jina ambalo limeegemezwa na jina lililo mbele yake. Na kafu hii ni dhamir muttasil, hii ni dhamir ya mukhatab, manake wewe, baba yako wewe, unaongea na mtu unamhutubia. Kwa hiyo hii kafu nasema dhamir muttasil mabni ala al-fath fi mahall jar mudhaf ilayh, jina ambalo ni la pili linaitwa mudhaf ilayh. Kwa hiyo limeegemezwa, huyu baba manake kanasibishwa kwako, baba yako. Na hali kadhalika tukija kwenye akhaka, hapa akhaka ni maf'ulun bihi kwa sababu ndio alioamrishwa akha, kwa hiyo imepata nasb kwa alif. Akha unasema maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-alif niyabatan an al-fatha li'annahu min al-asma'i sita wa huwa mudhaf. Hal kadhalika kaf ni dhamir muttasil mabni ala al-fath fi mahall jar mudhaf ilayhi. B harfu al-jar mabni ala al-kasr mulazamati ism majrur wa alamatu jarrihi al-kasra kwa sababu ni ism mufrad wa alamatu jarrihi kasratun dhahira ala akhirih wa huwa mudhaf. Na pia hii mulazama ni mudhaf kwa sababu imeegemezwa na jina lililo mbele yake. Dhi ni mudhaf ilayhi, na mudhaf ilayhi inakuwa hukumu yake ni majrur. Kwa hiyo hapa kwa vile dhi imepata jar, inakuwa jar yake ni kwa ya. Zain, ingelikuwa rafa ingekuwa dhu, ingelikuwa nasb ingelikuwa dha, lakini kwa vile ni jar inakuwa dhi. Unasema mudhafu ilayhi majrur wa alamatu jarrihi al-ya niyabatan anil kasra li'annahu min al-asma'i sita. Na pia hii dhi inakuwa ni mudhaf pia kwa sababu imeegemezwa na jina lililo mbele yake. Mwenye, ukisema neno mwenye manake bado hujamaliza sentensi, kuna neno mbele lazima ulitaje ambalo litakuwa linaegemezwa au linaambatanishwa na hili neno mwenye. Kwa hiyo hali kadhalika kwenye Kiarabu neno dhu likija lazima mbele yake kuwe na neno jingine kwa sababu ukilikatisha itakuwa haleti maana. Kwa hiyo ilm pia inakuwa ni ismu majrur wa alamatu jarrihi kasratun dhahira ala akhirih. Kwa sababu gani? Hapa ni mudhaf. Aiwa, unapo Arabu unaweza kusema ukaanza mudhafun ilayhi majrur wa alamatu jarrihi kasratun dhahira ala akhirih. Kwa sababu gani imekuwa kasra? Kwa sababu ni ismun mufrad, na ismu mufrad inakuwa inarabiwa kwa harakati. Kwa kupitia mifano hii tunagundua kitu hapa kwamba ili haya majina yairabiwe ya Arabu hii ya hurufu yasirabiwe kwa harakati, basi lazima kwamba yawe ni mudhaf, yani yawe yameegemezwa na jina lililoko mbele yake. Yani lazima mbele yake mubasharatan, badala yake kuwe kuna jina ambalo linaambatanishwa nalo. Kwa hiyo hapa tunaona abuka, baba yako, baba yako manake limeambatanishwa na dhamir ya mukhatab anta. Zain, akhaka, kaka yako. Zain, dhi ilm, hal kadhalika mwenye elimu, kuna neno mbele yake limeambatanishwa. Kwa maana hiyo endapo majina haya yatakuja katika hali ya kawaida bila kuambatanishwa, bila kunasibishwa na jina jingine mbele yake, basi yatarabiwa Arabu ya kawaida, haitoirabiwa kwa ya Arabu hii ambayo ni hurufi. Itarabiwa kama ismu mufrad katika hali ya kawaida, yurfa'u bidhamma wa yunsabu bilfatha wa yujru bilkasra. Kwa mfano tukisema hadha abun, hadha abun, huyu ni baba, huyu ni baba, hujaegemeza hujaliegemeza hili jina na jina jingine mbele yake mubasharatan, halijaingiliana na jina jingine. Kwa hiyo umesema baba tu, leo ungesema huyu ni baba, ni baba yake Muhammad au baba yake Qasim au ni baba yako au ni baba yake, hapo tayari kushaliegemeza, kushalinasibisha, umeongeza faida. Kwa hiyo katika hali kama hii unakuwa na irabu ya hurufu. Lakini ukistop tu hadha abun, maana itakuwa abun khabarun marfu' alamatu raf'ihi dhammatun dhahira ala akhirih. Na hali kadhalika kisi katika majina mengine ukisema hadha akhun, huyu ni kaka, lakini bado hujaliegemeza ile jina. Je, ni kaka yake nani? Hujamtaja kaka yake Muhammad, kaka yake Nasr, kaka yako, kaka yake, kaka yao, bado tu umeacha vile vile, hujaegemeza na yule mhusika, basi utabakisha katika hali ya rafa katika dhamma, na ikiwa ni nasbu utaikaja fatha, na ikiwa ni jar utaika kasra. Utasema hadha akhun marartu bi akhin. Na hali kadhalika katika ham nasema hamun, hamin, haman, katika hali kama hizo ikiwa hujaliegemeza. Lakini ukisema kwa mfano shemegi yako, hapo tayari kushaliegemeza, kushalinasibisha. Huyo shemegi maana yake kushamhusisha na yule unayemhutubia kwamba ni shemegi yako au shemegi yake Muhammad, tayari kushamuainisha. Ukimuainisha tayari unaifanya i'rab ya huruf.
isipokuwa katika hali ya kujizungumzia mtu mwenyewe mutakallim. Then endapo atajinasibisha atalinasibisha lile jina kwake mwenyewe ikaingia mutakallim, hapo itakuwa irabu yake haiingii katika hali ya hurufu, katika hali hiyo moja tu, endapo litaegemezwa, lakini litaegemezwa kwa ya mutakallim. Ukasema hadha akhi, huyu ni kakaangu mimi, hadha abi, huyu babangu, hadha hami, huyu shemegi yangu au mkwe wangu. Then hapo katika hali hii tu basi, endapo utaliegemeza na wewe mwenyewe mzungumzaji, utajinasibisha wewe mwenyewe mzungumzaji, hutomzungumzia baba wa mtu mwingine au kaka wa mtu mwingine au shemegi wa mtu mwingine na hali kadhalika, basi hapa itakuwa irabu yake ni nyingine. Nitakuja kuchambua zaidi katika hali kama hizi, majina ambayo yanakuwa yanaegemezwa na yaul mutakallim, yani itakuwa mzungumzaji anajielezea mwenyewe, baba yangu, shemegi yangu, hali kadhalika. Haya itakuwa na hukumu yake, tutakuja kuzungumzia katika darasa nyingine insha Allah. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.